uso kwa uso nitamjua kwa alama za misumari nitamjua nikimwona uso kwa uso nitamjua kwa alama za misumari nitamjua nikimwona uso kwa uso nitamjua kwa alama za misumari nitamjua mara nyingine tena nikimwona uso kwa. Na hii ndio shauku ya mioyo na roho zetu, kwamba tunapotoka kwenye jengo hili linaloharibika twende mahali pasipoonja uharibifu kwa alama za misumari. Tuzungumzie sasa, ninamjua nimemwona uso kwa uso. Kama umemwona Bwana uso kwa uso asubuhi ya leo, pandisha sauti yako. Ninamjua kwa alama. Uelewa wangu juu yake ni sababu ya kazi ya msalaba. Ndio maana nasema ninamjua. Nimemwona uso kwa uso. Ninamjua yeye ni mponyaji. Ninamjua yeye ni uzima wangu. Ninamjua sasa. Twende mbele za Bwana. Mwambie namna ulivyomjua, mwambie namna unavyomwamini, mwambie namna unavyompenda, mwambie namna ulivyo na uhakika naye. Kama una uhakika na Bwana asubuhi ya leo, na kama una uhakika kwamba anatembea kwenye mahitaji yako na kuleta majibu, anza kumwambia Bwana, nina uhakika na wewe. Bwana, nina uhakika na upaji wako. Bwana, nina uhakika na uponyaji wako. Bwana, nina uhakika na ushindi wako. Bwana, nina uhakika na neema yako. Bwana, nina uhakika na upaji wako. Bwana, nina uhakika na msaada wako. Bwana, nina uhakika na wewe. Vile ulivyo, nina uhakika na wewe. Vile ulivyo, nina uhakika na wewe. Namna unavyosema na mimi, Bwana, nina uhakika na sauti yako. Nina uhakika na sauti yako, kwamba unaposema sio mawazo yangu, kwamba unaposema sio adui, kwamba unaposema ni wewe unaongea ndani ya roho na moyo wangu. Na mimi Bwana, nina uhakika
asubuhi ya leo tena unasema na moyo wangu, unasema na roho zetu, unasema na haja zetu. Bwana, nina uhakika kwamba neno lako linapoachiliwa upaji wa kiungu unafanyika. Bwana, na uhakika kwamba neno lako linapoachiliwa uponyaji wa nafsi unafanyika. Bwana, na uhakika kwamba neno lako linapoachiliwa kuinuliwa kwangu kunafanyika. Roho Mtakatifu anatembea katika neno lako. Nina uhakika na hilo, maana nimekujua, maana nimekuona, maana na ujua utendaji wako katika jina la Yesu. Yesu na kuamini nimekona thabiti. Yesu, Yesu thamani, ahadi zako kweli na furahi kwa sababu nimekutegemea. Yesu mpendwa na rafiki, Yesu mpendwa na rafiki, uwe nami, uwe muda. Oh Yesu, Yesu, Yesu na Yesu, 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 Yesu na kuamini nimekona thabiti. Yesu, Yesu thamani, zake ni kweli. Mshangilie Bwana. Kama unaamini asemalo ndilo linalokuwa, mshangilie Bwana. Kama unaamini neno lake ni kweli na amina, mshangilie Bwana. Kama unaamini akisema ageuki, mshangilie Bwana. Maandiko yanasema kwake hakuna kigeugeu wala namna ya kugeuka geuka. Kila anaolisema ni hakika, ni kweli, ni amina, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunakurudishia heshima. Bwana, tunakurudishia sifa. Bwana, tunalibariki jina lako. Bwana, tunalitukuza jina lako. Ahadi zako ni kweli, Bwana. Ahadi zako ni hakika, Bwana. Ahadi zako ni amina, Bwana. Nasi tunapumzika ndani ya ahadi zako ambazo ni za kweli kama nini. Bwana, umelikuza ahadi kuliko jina lako. Umeikuza ahadi kuliko jina lako. Tunakubariki Bwana mabwana. Wewe unastahili heshima, wewe unastahili sifa, wewe unastahili utukufu, jemedari wa vita. Katika jina la Yesu tunakusifu na kukuabudu wewe, katika jina lenye uweza la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Mfalme, asante kwa fursa ambayo umetupa kusogea mezani pako. Katuhudumie sana mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Fahamu zetu na akili zetu zikatumiwe na Roho wa Bwana kupokea yale ambayo umeyakusudia kwa ajili yetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Umefanya mengi Bwana, moyo
umefanya mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Umetenda mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Umefanya mengi Bwana, umefanya mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Umetenda mengi Bwana, umetenda mengi Bwana, moyo wangu mara nyingine ya mwisho kabisa. Umefanya mengi Bwana, umefanya mengi Bwana, moyo wangu wakusifu. Umetenda mengi, umetenda mengi Bwana, moyo wangu Mshangilie Bwana kama moyo wako unamsifu asubuhi ya leo. Mshangilie Bwana katika jina la Yesu. Jemedari, tunakusifu, tunakunulia heshima na sifa. Wewe ni Mungu pekee, wewe ni Bwana unayestahili heshima na sifa zetu, adhama na utukufu. Pokea Bwana, pokea Bwana, pokea Bwana, pokea Bwana. Nasi tumekusifu na kukuabudu katika jina la Yesu Kristo, katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Mfalme, asante kwa sababu ya neema ya kukusifu na kukuabudu katika jina la Yesu Kristo. Makofi kwa ajili ya praise and worship team wanaposhuka. Makofi mengi kwa ajili yao, tuwatie moyo zaidi ya hapo tena. Let's learn to celebrate ours. Ndivyo tujifunze namna ya kusherehekea vilivyo vyetu. Kwa makofi kwa ajili yao zaidi, watu wa Mungu. Kwa ajili yao zaidi, kwa ajili yao zaidi, na kwa ajili ya utukufu wa Kristo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kabla sija kuruhusu ukae sasa, naomba tusome kitabu cha Yohana sura ile ya 14 mstari wa 16 mpaka wa 18. Kitabu cha Yohana sura ile ya 14 na mstari ule wa 16 mpaka mstari wa 18. Yohana sura ya 14 mstari wa 16 mpaka 18. Maandiko yanasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Neno la msingi ni msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bwana na alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Kabla hujakaa, tuwaombee watoto sasa waingie darasani. Mfalme, tunaomba kwa ajili ya watoto, tunawabariki kwamba ukawatumie na ukawafundishe kwa ajili ya maisha yao na hatima zao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wakati tunakaa, makofi kwa ajili ya watoto wanapoingia darasani, wakati tunakaa mahali ulipo katika jina la Yesu. Makofi zaidi hapo kwa ajili ya watoto wetu jamani. Tuonyeshe upendo. Makofi zaidi hapo. Haleluya. Haleluya. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Ninajisikia vizuri kuwaona siku ya leo, na kwa kweli ni heshima yangu kubwa sana kuweza kukuona ibadani, na ninajisikia vizuri mno kukuona ibadani. Ninaomba kwa haraka sana nitambulishe kile ambacho Roho Bwana anaenda kutufundisha siku ya leo. Kuenenda kwa roho na nguvu, sehemu ya 10 sasa. Kuenenda kwa roho na nguvu, na hii ni sehemu ya 10 ya somo letu. Na jambo kubwa ambalo nitakufundisha leo ni kwa habari ya Roho Mtakatifu na muamini. Nilianza kukufundisha kwa habari ya muamini dhidi ya Roho Mtakatifu, na nikaonesha wazi kwamba muamini anaweza akasimama kinyume na Roho Mtakatifu, na hiyo hatua ya yeye kusimama kinyume na Roho Mtakatifu inaweza kufanikiwa.
kwa sababu anaweza kuathiri utendaji wa Roho Mtakatifu pale anapokuwa amekubali kusimama kinyume na Roho Mtakatifu. Lakini leo nakufundisha Roho Mtakatifu na muamini, kwamba pamoja na kwamba muamini anaweza akasimama dhidi ya Roho Mtakatifu, jukumu ama assignment ya kwanza kabisa na ya kudumu ya Roho Mtakatifu sio kuwa au kusimama kinyume na muamini. Yeye ameletwa kusimama na muamini. Kwa leo nitakuonesha nini hutokea pale Roho Mtakatifu anaposimama na muamini. Nini hutokea pale Roho Mtakatifu anaposimama na muamini. Kwa hiyo tuliangalia mambo 6 ambayo muamini anaweza kufanya dhidi ya Roho Mtakatifu. Tukasema muamini anaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu, sawa na Efeso sura ya 4 mstari wa 30, na tulisema maana kumhuzunisha Roho Mtakatifu ni muamini kuishi maisha kama mtu wa mwilini. Ameokoka lakini ana entertain maisha ya dhambi, ana entertain maisha ya sio mpendeza Mungu. Hili humuhuzunisha Roho Mtakatifu. Na kadiri muda unavyozidi kwenda, Roho Mtakatifu anaanza kukosa nafasi ndani ya muamini. Kwa hiyo litapelekea kwa namna moja ama nyingine muamini kuto-experience ama kuto-uona na kuuonja ule mtembeo na utendaji wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Jambo la pili tuliangalia, muamini anaweza kumjaribu Roho Mtakatifu. Tukasema kumjaribu Roho Mtakatifu ni kudhani kwamba Roho Mtakatifu hayaelewi yale tunayoyatenda kule sirini. Hiyo ni kumjaribu Roho Mtakatifu, kudhani kwamba haoni wala haelewi yale ambayo yanatendeka kule sirini. Na tuliona mfano mzuri kwenye Matendo sura ya 5, habari ya Anania na Safira. Walikubaliana kinyume na mapatano waliokuwa wameyakusudia kuyafanya, na tendo hilo likatafsiriwa kama kumdanganya Roho Mtakatifu na hatimaye kumjaribu Roho Mtakatifu. Maana yake kudhani Roho hakuiona mipango walioifanya kwa siri kinyume na utaratibu ambao walipaswa kuchukua. Jambo la tatu tukasema muamini anaweza kumkufuru Roho Mtakatifu. Na maana ya kumkufuru Roho Mtakatifu tulisema ni tendo la muamini kumpa sifa shetani kwa mambo ambayo aliyeyafanya ni Roho Mtakatifu. Kwa kuna muujiza umefanyika pale, muamini anasema wewe yule sio Roho Mtakatifu bwana. Watu siku hizi bwana ni wataalamu, watu wana madawa bwana. Watu bwana siku hizi wana waganga wao wazuri. Huku ndani ya moyo wake akiwa na uhakika kwamba aliyefanya vile ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Muamini, jambo la 4 tuliangalia, anaweza kumzimisha Roho Mtakatifu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Tukasema maana ya kumzimisha Roho Mtakatifu ni kuzuia utendaji wa Roho Mtakatifu kwa kupuuzia karama ambazo Roho anaziachilia katika kusanyiko na hata ndani ya muamini mmoja mmoja. Kwa hiyo unaweza ukawa na karama ama unayo huduma fulani, na kama hautoe muda wa kutosha kuichochea ikue na kuongezeka, hakika unakuwa unamzimisha Roho Mtakatifu. Jambo lingine tulisema muamini anaweza kuliharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Tuliangalia tukasema hekalu la Roho Mtakatifu ni kusanyiko la waamini kama hivi, lakini pia ni mwili wa muamini mmoja kwa mwingine. Kwa unapotendea vibaya mwili wako, unapofanya dhambi mbalimbali, unaharibu hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini katika yale maandiko tuliyosoma, dhambi specific kabisa ambayo ilitajwa ya kuliharibu hekalu la Roho Mtakatifu ni dhambi ya uzinzi. Hiyo ni dhambi ambayo ina madhara ya moja kwa moja na ya haraka mno kwa mwili wa muhusika. Si ndivyo watu wa Mungu? Jambo la mwisho tukasema muamini anaweza kumfanyia jeuri Roho Mtakatifu. Na maana kumfanyia jeuri Roho Mtakatifu ni kurudi nyuma. Tuliangalia kwenye Waebrania sura ya 10 last week mstari wa 29. Na hayo Bwana alitufundisha, nasi tunambariki kwa kutufundisha hayo katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Sasa nimekuambia pale mwanzo kwamba nature au asili ya majukumu ya Roho Mtakatifu haimruhusu wala haimuhitaji asimame kinyume na muamini. Haimuhitaji asimame kinyume na muamini. Anasimama pamoja na muamini. Na katika maandiko ambayo tumeyasoma, tumeona Yesu Kristo anapoondoka anawaambia wanafunzi wake kwamba nitawaachia msaidizi. Hebu turudi pale kwenye Yohana sura ya 14 mstari wa 16. Anasema nitawaachia msaidizi, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Na leo nataka nikuoneshe nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini ni kuwa msaidizi. Tunaposema Roho anasimama pamoja na muamini,
Katika mambo mengi ambayo husimama pamoja na muamini, utambulisho mkubwa wa mambo yote hayo ni kwamba husimama kama msaidizi wa muamini. Kama msaidizi wa muamini. Na nataka nianze kutengenezea mazingira mazuri hapa. Tunaposema Roho Mtakatifu ni msaidizi wa muamini, hatuna lengo la kumweka chini ya muamini. Roho Mtakatifu hayuko chini ya muamini, kwamba tukasema huyu ni anayemsaidia tu muamini. Hapana. Utaona katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2, Mungu anapompa Adam Eva, anamuita Eva ni msaidizi. Anamuita kwa jina hilo kwamba yeye ni msaidizi. Na maana ya Eva kuwa msaidizi sio mtu aliye chini ya Adam, siye mtu aliye duni kwa Adam. Ni mtu ambaye anamkamilisha Adam. Ni mtu ambaye ana kipande fulani, ana ujumla fulani ambao Adam yeye kama yeye hakuwa nao. Kwa yeye anapokuja kwenye maisha ya Adam, anamkamilisha Adam. Vivyo hivyo ndicho kitu ambacho Roho hukifanya, na ndivyo namna ambavyo Roho yupo kwa muamini. Kuna aina fulani ya ukamilifu ambao muamini hana bado. Kuna aina fulani ya ukomavu ambao muamini hana bado. Kwa Roho Mtakatifu ndiye anayemkamilisha, ndiye anayemfanya muamini awe vile Mungu anavyotaka muamini awe. Muamini hawezi kuwa vyovyote Mungu anavyokusudia awe kama hana Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu tunaposema ni msaidizi, hatumweki chini ya miguu ya muamini. Tunamweka katika ujumla wa vile muamini alivyo, na kwamba muamini asingeweza kuwa vyovyote isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Na hapa nitakufundisha dhana moja ya Kiyunani. Neno msaidizi kwa lugha ya Kiyunani linaitwa parakleto au parakletos. Namna nilivyolitamka ndivyo linavyoandikwa. Parakletos. 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 Ni parakleto au parakletos. Kwa nini mara zote au mara nyingi tunapojifunza baadhi ya mambo nakwambia kwa Kiebrania maana yake ni hivi, ama kwa Kiyunani maana yake ni hivi? Ni kwa sababu Biblia yetu iliandikwa katika lugha specific, sawa watu wa Mungu Iliandikwa kwenye lugha ya Kiebrania, ikaandikwa kwenye lugha ya Kiyunani baadaye. Agano Jipya lote limeandikwa kwenye lugha ya Kiyunani. Agano la Kale limeandikwa kwenye lugha ya Kiebrania, na baadhi ya parts zimeandikwa kwa lugha ya Kiaramaiki. Mfano ile Daniel, nadhani sura ya 7 ya Daniel limeandikwa kwa lugha ya Kiaramaiki. Kwa hiyo sasa kuna kitu lugha hufanya kwa maneno, sawa Neno hilo hilo likiongelewa na watu wa kabila hili au wa lugha hii, huwa linakuwa na uzito wa tofauti na likitafsiriwa kwenye lugha nyingine. Tunaelewa vizuri? Yaani ni hivi, kwa kadiri neno linavyotafsiriwa kutoka lugha moja mpaka lugha nyingine, lina uwezekano mkubwa wa kupoteza uzito. Lina uwezekano uzito. Kwa hiyo sasa ili kumaintain ule uzito wa neno husika, huwa tunarudi kwa wasemaji wa kwanza kwenye lugha yao, neno hili lilikuwa lina maana gani. Ndio tunaweza leo kuappreciate, kukubali na kuuthamini uzito wa hilo neno baada ya kujua kwao lilikuwa lina maana gani. Kwa kila mara ukiona mchungaji anakuambia kwenye lugha ya Kiyunani au kwenye lugha ya Kiebrania, usidhani kwamba yeye ni Myunani sana au ni Mwebrania sana. No, nataka tukuonyeshe uzito wa hilo neno ili unapolibeba leo liweze kuyasaidia maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa neno msaidizi maana yake ni parakleto au parakletos. Now, neno hili parakleto ni muunganiko wa maneno mawili hapa. Neno la kwanza ni neno para. Neno para, P-A-R-A, para. Na maana ya neno para ni kama kusema karibu na au kando ya. Ndio maana ya neno para. Karibu na au kando ya, pembeni ya, ndio maana ya neno para. Alafu neno la pili ambapo kletos imetokea pale, neno la kwanza na la msingi ni neno kaleo. Neno la Kiyunani kaleo. Maana ya neno kaleo manake ni kuita, sawa Na ndio neno ambalo pia linatumika mara kadhaa, mbali na neno eklesia linalomaanisha kanisa. Neno kaleo pia hutumika kutafsiri kanisa kama jamii ya watu walioitwa na Mungu. Kaleo, kuita walioitwa. Sasa tukiangalia first impression au mtazamo wa kwanza wa haya maneno mawili, para na kaleo, tunapata picha kwamba para na kaleo tukiunganisha, picha kubwa inayokuja ni kwamba aliyeitwa awe karibu, sawa? Aliyeitwa awe kando ya,
aliyeitwa awe pembeni ya. Kwa tukianza kumtafsiri Roho Mtakatifu kama parakaleo, maana yake ni aliyeitwa awe karibu na muamini, aliyeitwa awe pembeni ya muamini, aliyeitwa awe pamoja na muamini. Imeanza kueleweka vizuri eh? Sasa neno parakletos maana yake msingi wake ni msaidizi, ni msaidizi. Parakletos, na nitakwambia namna ambavyo neno hili lilikuwa likitumika katika muktadha wa Wayahudi, wa Yunani. Mara nyingi neno hili lilikuwa linatumika kwenye muktadha wa kimahakama, na matumizi ya neno parakletos kwenye mahakama yalikuwa yanamaanisha mtu anayesimama kumtetea mshtakiwa. Neno hili wala halikuwa la kidini kwanza. Wayunani wenyewe walikuwa wanalitumia kumwelezea mtu ambaye anasimama mahakamani kumtetea mshtakiwa, kumdefend mshtakiwa. Haikuwa lazima huyu mtu awe mwanasheria, alikuwa anaweza kuwa rafiki ama kuwa mtu mwenye influence, ushawishi mkubwa kuliko yule anayeshtakiwa. Kwa utaona maana ya neno msaidizi pale. Yesu anaposema nitawaachia msaidizi, anamzungumzia parakletos. Na maana ya kwanza ya parakletos maana yake ni mtetezi anayesimama mahali pa mashtaka ili kumtetea mshtakiwa. Kwa tukimtazama Roho Mtakatifu katika hiyo engo, maana yake yeye ni mtetezi wa muamini. Sasa nielewe vizuri hapa, nifundishe kitu kizuri. Kama katika pointi hii tumemwona Roho Mtakatifu ni mtetezi wa muamini, lazima anamtetea muamini dhidi ya kitu fulani ama dhidi ya mshtaki fulani. Sasa ni nani hasa aliyemshtaki wa muamini? Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 na mstari wa 10 inajibu hili swali, ni nani hasa aliyemshtaki wa muamini? Anasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa uokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki. Neno mshtaki lipigie mstari pale. Ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Mshtaki wa ndugu zetu. Sasa neno la Kiebrania ambalo linatafsiriwa Kiswahili kama mshtaki ni neno Satan. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu? Satan kwa Kiswahili maana yake ni mshtaki. Nafahamu kwa sababu ya matumizi ya lugha, Satan tumekuwa tukiita shetani. That's very okay. Lakini katika msingi wa matumizi ya neno hilo kwenye lugha ya Kiebrania, kwanza kabisa Satan au shetani maana yake ni mpinzani, lakini pili maana yake ni mshtaki. Kwa utaona picha mbili tayari zimeshajiseti hapa. Kama Roho Mtakatifu ni mtetezi wa muamini, maana yake shetani ni mshtaki wa muamini. Kwa Roho Mtakatifu katika kazi yake ya kuwa msaidizi ama mtetezi wa muamini, anasimama kinyume na shetani kwa habari ya mambo yote ambayo shetani anayaleta kwa muamini, kwa habari ya kila kitu ambacho shetani anazungumza katika mahakama isiyoonekana kuhusu muamini. Watu wa Mungu wangapi ameanza kuelewa haya mambo anayozungumza? Tunaanza kuelewa vizuri. Kwa utamuona Roho Mtakatifu katika hiyo picha, na nitakuonesha tofauti ya utendaji wa Roho Mtakatifu kama mtetezi na shetani kama mshtaki. Utaona jambo la kwanza, tofauti ya utendaji wao. Wakati mshtaki ana kazi kubwa ya kuleta mashtaka, msaidizi ana kazi kubwa ya kuutetea upande unaoshtakiwa. Kwa mwanangu mwenyewe nisikilize, nikwambie kitu kizuri. Wewe hauna maneno mazuri ya kujitetea mbele za Mungu, wala sio kutia kwako huruma ndio kunamfanya Mungu aingie kazini kukutendea mambo mema. Hapana, wewe unaye mtetezi ambaye hata nyakati ambazo maneno yako hayatoshi mbele za Mungu, huyo mtetezi hukuzungumzia mbele za Mungu dhidi ya kila kitu ambacho adui anazungumza kuhusu wewe mbele za Mungu. Na mtetezi huyo ni Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Nitakupeleka tu mahali pazuri na Bwana atatusaidia sana leo. Jambo la pili, wakati mshtaki anatumia
hatua ya kuhukumu na kuua, mtetezi narudia hapa. Wakati mshtaki anatumia hatia katika kuhukumu na kuua, mtetezi anatumia hatia katika kuokoa. Na nitakufundisha jambo zuri kwa habari ya hatia. Hatia ni matokeo ya kosa. Mtu anapokuwa amekosea, hatia hubaki. Na hii ndio ajabu. Hebu nikufundishe kitu kizuri hapa. Hii ndio ajabu kwamba kosa linaweza kufanyika mara moja, hiyo siku ikapita, lakini kumbukumbu ya hilo kosa na matokeo ya hilo kosa yanaweza yakadumu kwa muda mrefu. Ndio utaona kuna baadhi ya watu leo, tuko mwaka 2026 na bado wamebeba hatia, kwa maana ya kumbukumbu za makosa ya mwaka 2020, mwaka 2006, mwaka 2012. Na moja kati ya vitu ambavyo adui huvitumia sana kumshtaki muamini ni hatia. Unajua waamini wengi, tupo katika mwezi wa ushindi, si ndivyo watu wa Mungu Na hapa nafundisha kitu ambacho kitakupa ushindi katika jina la Yesu Kristo. Waamini wengi sio kwamba hawajasamehewa dhambi zao na Yesu Kristo. Waamini wamesamehewa dhambi zote na Yesu Kristo. Kinachowatesa waamini wengi ni kumbukumbu ya hizo dhambi walizozifanya, na kwa sababu hawajajifunza nini Roho Mtakatifu hufanya na kumbukumbu hizo, au nini wao wanapaswa kufanya na kumbukumbu hizo, mara nyingi wamekuwa wakiishi a defeated life, maisha yaliyoshindwa, kwa sababu tu eti anakumbuka kile alichomkosea Mungu. Kwani kufundisha kitu kizuri hapa, kwamba wewe unakumbuka dhambi uliyoifanya haimaanishi kwamba Mungu anakumbuka dhambi uliyoifanya. Wewe unaweza ukabeba na ukabaki na kumbukumbu za dhambi na makosa uliyoyafanya, lakini Kristo ni mwaminifu. Anaposema amekusamehe, amekusamehe kweli kweli. As long as umemwamini na upo ndani ya Yesu Kristo, wewe umesamehewa kweli kweli. Kinachowatesa watu ni kuto kujua nifanye nini na hii kumbukumbu ya dhambi nilizozifanya nyuma. Nifanye nini? Sasa utaona nimekuwa nikufundisha mara nyingi sana. Ukisoma habari za Mtume Paulo, anaangalia yale makosa aliyowahi kuyatenda kama ushuhuda wa neema na uvumilivu wa Mungu kuliko hatia inayomzuia. Hebu nikuonyeshe ile andiko mara moja. Nikuonyeshe ile andiko. Litakuwa msaada. Kwa kweli Roho Mtakatifu ameniletea ile andiko kwa haraka hapa, na ninaomba nikukimbize pale ili tuweze kulisoma. Sura ya kwanza ya Timotheo wa kwanza, Timotheo sura ya kwanza, Timotheo wa kwanza sura ya kwanza. Na ninaomba nianzie mstari wa 12 pale. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 anasema, nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake. Mstari wa 13, ingawa hapo kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Ni maneno ambayo Mtume Paulo anaanza kuyazungumza. Anaanza kuelezea kumbukumbu alionayo, anaelezea kumbukumbu alionayo kwa habari ya mwenendo wake. Sasa umeona, Mungu amemsamehe, yes, lakini yeye bado anazo zile kumbukumbu. Kwa anaelezea mwenendo wake, anasema mimi nalikuwa mtukanaji, nalikuwa mwenye kuudhi watu, nalikuwa mwenye jeuri. Halafu anatumia neno letu pendwa, lakini nalipata rehema. Pigia mstari maneno rehema. Maana ya rehema ni nini? Maana ya rehema ni tendo la Mungu kutomlipa mtu sawa na maovu aliyoyatenda. Mungu anapomrehemu mtu anamwepusha na adhabu ama hukumu ya maovu aliyostahili kukutana nayo. Mungu anamwepusha. Kwa rehema ni tendo la Mungu kumwepusha mtu na maovu aliyoyastahili. Halafu neema ni tendo la Mungu kumpa mtu mema ambayo hakustahili kuwa nayo. Ninarudia. Rehema ni tendo la Mungu kumwepusha mtu na mabaya ambayo huyu mtu alistahili kukutana nayo kwa sababu ya makosa aliyoyafanya. Halafu neema ni tendo la Mungu kumpa mtu mema ambayo mtu huyu hakustahili kuyapata. Kwa vigezo vyake hakustahili. Kwa anazungumza Mtume Paulo hapa, anasema kwamba lakini nalipata rehema, niliepushwa kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga. So Mungu alimwepusha kwa sababu aliyatenda hayo kwa ujinga, kwa kuto kufikia level fulani ya uelewa.
aliyatenda hayo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Ujinga na kutokuwa na imani. Kwa hiyo anazungumza juu ya mwenendo wake kabla ya wokovu. Napenda maandiko katika Matendo fulani nasema, zamani za ujinga Mungu alijifanya kama haoni makosa yetu, lakini baada ya kutuita katika neema yake na kutubu, anataka sote tuchukue mwenendo ulio safi. Kwa hiyo kabla ya kuijua neema ya Kristo mambo yalikuwa mengi mno, lakini baada ya kuijua neema ya Kristo mambo yanapaswa kubadilika. Angalia mstari wa 14 sasa. Angalia mstari wa 14. Anasema, na neema ya Bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, napenda haya maneno, ambao wa kwanza wao ni mimi. Ndivyo Paulo anavyosema, awaokoe wenye dhambi ambao wa kwanza wao ni nani? Ni mimi. Angalia mstari wa 16, lakini kwa ajili hii na alipata rehema. Anachokizungumza baada ya maneno haya ndio ufahamu ambao Wakristo wengi tumeukosa, na kwa sababu tumeukosa, adui hutudefeat. Anasema hivi, angalia mstari wa 16 pale, lakini kwa ajili hii na alipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakao muamini baadaye, wapate uzima wa milele. Angalia, Mtume Paulo anachokushinda wewe na mimi ni kwamba alitazama hatia na kumbukumbu ya makosa yake kama ushuhuda na si kama sababu ya kumweka pale. Siku zote alitazama kama ushuhuda. Wewe unatazama kama sababu ya kukuzuia kuomba, kama sababu ya kukuzuia kumsogelea Mungu, kama sababu hata ya kuja kanisani. Kwa nini? Hakuna mahali nimekosea. Yaani kuna mahali najisikia vibaya. Siku hizi hata siombi, hata nikisogea mbele za Mungu nasikia vibaya huku ndani, nashindwa hata kuomba. Wewe unaitazama hatia yako kama kizuizi, wakati Mtume Paulo anatafuta badiliko katika hatia yake, na akishabadilika akioka nyuma kuangalia makosa yake, anasema hakika kama si Bwana aliyenitoa pale nisingeweza kusimama hapa. Na ndicho kitu ambacho adui anakipenda kwa habari ya hatia. Pointi yetu ya pili nasema, wakati mshtaki anatumia hatia zetu kutuua, Roho Mtakatifu kama mtetezi anatumia hatia zetu kutuinua na kutuokoa. Kwa mara zote unapokuwa umeshindwa kushughulika vizuri na hatia yako, au unapokuwa umeshindwa kuwa na mtazamo mzuri kwa habari ya hatia yako, adui ataitumia hatia yako kukuzuia kuona upya wa neema ya Mungu katika maisha yako. Kuna vitu atanyang'anya humo ndani, na kitu cha kwanza ambacho atanyang'anya ujasiri wa kumsogelea Mungu, ujasiri wa kumtumikia Mungu, kwa sababu ya kosa ulilofanya mwaka 2008. Watu wanabadilisha miaka na kuingia msimu mpya. Wewe hautaona upya wa msimu kwa sababu bado umeshikilia yale ya kwanza. Umeyashika, hutaki kuyaachia. Kwa shetani anafahamu mahali penye ujinga ndipo mahali anapofanikiwa sana katika utendaji wake. Hii ndio siri ya adui. Huwa anafanya kazi vizuri mno mahali penye ujinga. Maana yake mahali watu wasipoijua kweli ya Mungu ndipo mahali ambapo adui anafanikiwa sana kufanya kazi zake. Kwa utaona nyakati ambazo haujui Mungu amefanya nini kwa habari ya msamaha wako, kwamba anaweza akawa amekusamehe lakini wewe bado ukawa unakumbuka kosa lako. Wewe unapokumbuka lile kosa lako unaweza ukajidanganya kudhani kwamba na Mungu bado anafanyaje, anakumbuka na amelishikilia. Hapana. Mungu husamehe na kusahau kabisa. Watu wa Mungu tunaelewa vizuri. Kwa shetani anapokuja anaichukua hatia yako na kukuzuia. Unaposogea mbele za Mungu, ile sauti inayokuambia na wewe unaomba. Kwa hiyo unaomba nini mwanangu? Mbona 1 2 3 4 5 umekifanya wewe, tena ukifanya kwa ubora kabisa, unaomba nini hapa? Hiyo sauti ni ya adui, anakushtaki. Anakushtaki. Na kitu ambacho roho ukifanya, sasa nazungumzia yale makosa hapa, ieleweke. Niweke mstari mzuri eti. Nazungumzia yale makosa ambayo tuliwahi kuyafanya na tukadil nayo katika namna ya kimungu, lakini bado kumbukumbu zake zinatutesa. Ndio nayo yazungumzia hapa. Sizungumzii ile kosa ambalo mtu kaenda kafanya kosa hapo anasema mimi niko fresh tu, tayari imepita hiyo. Kuna namna ya kudeal na yale makosa ambayo tumeyafanya. Baada ya kudeal nayo kwa maelekezo ya neno la Mungu, yale maumivu na kumbukumbu za majuto hazipaswi kuwa endelevu kwenye maisha yako. Sawa watu wa Mungu
hazipaswi kuwa endelevu. Kwa hiyo adui anapokuzuia, roho huwa anakuinua. Anachokifanya roho ni nini? Ni kweli, anaungana na adui, anasema ni kweli mwanangu, pale ulikosea, lakini kazi ya msalaba imekustahilisha tena, simama utembee. Ndio kitu roho anakifanya. Adui anakuambia pale ulikosea, yani wewe hauendi popote, ishia hapa. Roho anasema mwanangu, ni kweli ulikosea, na hii ndio sababu ya kwa nini mimi nipo kando yako kama msaidizi, kukusaidia ili kesho usirudi tena pale. Ndio kazi ambayo roho wa Bwana anaifanya na muamini. Jambo la tatu ambalo linatofautisha mshtaki na mtetezi. Wakati mshtaki anasimama dhidi yako, mtetezi anasimama kwa niaba yako. Wakati shetani kama mshtaki anasimama kinyume na wewe, Roho Mtakatifu kama mtetezi wako anasimama pamoja na wewe, na mara nyingine anasimama kwa niaba yako. Anasimama kwa niaba yako. Kwa halipo jambo ambalo utakosea, ama hauko udhaifu ambao utaenda mbele za Mungu mwenyewe utasema baba, mimi nimekuja mwenyewe, sina hata msaada hapa. No. Kila udhaifu ulionao, yupo roho ambaye anakusogeza mbele za Mungu kukuzungumzia. Watu wa Mungu, sisi tunaelewa kitu ambacho Mungu anakifanya hapa. Yaani ni yeye Mungu mwenyewe anasogea mbele zake yeye mwenyewe kukusaidia wewe kuongea na yeye, ili yeye aweze kukuelewa na kukukubali wewe. Ni yeye mwenyewe anafanya yote hayo kwa njia ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Tumeangalia matumizi ya kwanza ya neno parakletos kwenye mahakama, muktadha wa kimahakama. Lakini matumizi ya pili yalikuwa ni katika tu jamii za kawaida, katika jamii. Na kwenye jamii ya kawaida tu, neno parakleto au parakletos lilikuwa linamaanisha mambo haya. Kwanza, parakletos alikuwa ni mshauri. Mtu ambaye anaweza akazungumza na kukushauri mambo fulani. Parakletos alikuwa pia ni anayesaidia ufanye maamuzi sahihi. Anakusaidia katika kufanya maamuzi sahihi. Na mara nyingine parakletos alikuwa anatumika kama anayetia moyo wakati wa shida na wakati wa matatizo na mateso na kila kitu. Anayetia moyo. Kwa neno moja tungesema ni mfariji. Na ndio maana utaona baada ya Yesu kumtambulisha Roho Mtakatifu kwa hiyo title kwamba yeye ni msaidizi, kwa maana ya mtetezi, kwa maana ya mshauri, kwa maana ya mpatanishi, kwa maana ya mfariji, wajibu wote ambao anausema kuhusu Roho Mtakatifu una confirm identity yake ya kuwa parakleto. Anasema yeye atawafundisha watie kwenye kweli yote, si ndivyo? Hiyo ni kazi ya msaidizi, anakusaidia. Na Roho Mtakatifu, watu wa Mungu, hakusaidii akiwa mbali. Wengi huwa tunaupoteza uwepo wa Roho wa Bwana tukidhani kwamba huwa anatusaidia kutokea mbinguni. Hapana. Maandiko hayasemi hivyo. Roho Mtakatifu hutusaidia akiwa karibu na sisi. Kumbuka maana ya neno para, maana yake ni aliye pembeni ya, aliye karibu ya, aliye pamoja na. Kwa msaada wowote Roho wa Bwana anauachilia kwa ajili ya muamini, anauachilia akiwa pamoja na muamini. Sio akiwa mbinguni ana manuva mambo kule mbinguni. No. Ni akiwa pamoja, karibu, tena ndani ya muamini. Na ndio kitu ambacho nataka nikuite kwenye attention hapa nikiwa namalizia. Angalia kwenye ile Yohana tuliyosoma sura ile ya 14. Kuna neno lingine pale la msingi nilizungumzie. Anasema nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Neno la msingi pale ni neno mwingine. Lipigie mstari ama lizungushie hilo neno mwingine, pia nalo niweze kulizungumzia. Now, nikisema mimi ni mchungaji mwingine, tafsiri yake ni kwamba yuko mchungaji wa kwanza. Sawa, tunaelewa vizuri watu wa Mungu Mbona mmekaa kimya? Tunaelewa vizuri Nikisema huyu ni kiongozi mwingine, neno mwingine linalazimisha kujua kwamba yuko nisiyemuona au yuko aliyetangulia. Sasa huyu ni mwingine. Kwa hiyo vile vile Yesu anaposema nitamleta msaidizi mwingine, neno mwingine linatuita katika umakini tuliangalie vizuri. Utaona kwenye lugha ya Kiyunani pana maneno mawili ambayo yanaweza yakatafsiriwa kama mwingine. Neno la kwanza ni neno linaitwa alos. Alos maana yake ni mwingine, kama neno la pili linaitwa
heteros maana yake pia ni mwingine. Narudia, neno allos ni mwingine na neno heteros ni mwingine pia. Lakini Yohana anapoyaandika maneno ya Yesu hapa kwamba nitamleta msaidizi mwingine, hatumii neno heteros, anatumia neno allos. Na nitakufundisha vizuri hapa. Maana ya allos ni mwingine wa namna ile ile. Ndio maana ya neno allos. Maana yake ni mwingine wa namna ile ile. Hiki kitu cha msingi sana, lazima tukielewe. Maana ya neno allos maana yake ni mwingine wa namna ile ile. Na maana ya neno heteros maana yake ni mwingine wa namna ya tofauti. Kwa Yesu anaposema nitamuomba Baba atawapa msaidizi mwingine, neno linalotumika pale ni parakletos allos, msaidizi mwingine, na linamaanisha mwingine wa namna ile ile. Maana yake Roho Mtakatifu kama msaidizi mwingine anachukua asili ile ile ya msaidizi fulani aliyemtangulia kabla ya yeye kuja. Na msaidizi huyo aliyetangulia kabla ya Roho Mtakatifu ni nani? Ni Yesu Kristo. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Nikupeleke kwenye kitabu cha Yohana hapa, waraka wa kwanza wa Yohana, tuweze kumuona Yesu Kristo anavyotambulishwa kama msaidizi. Kumbuka, maana ya neno parakletos tumelichambua katika namna pana sana, na tukasema parakletos ni mshauri, parakletos ni mfariji, parakletos ni mpatanishi, parakletos ni mediator, kwa maana ya daraja baina ya vitu viwili. Huyo ni parakletos. Na ndivyo ambavyo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 1, haya maneno pia yanamaanisha parakletos. Angalia, anasema watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Anaongea na waamini, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na napenda haya maneno kwa sababu yanaonyesha kwamba mtu anaweza akatenda dhambi. Kwamba muamini ameokolewa kwa damu ya Yesu Kristo na kwa neema kubwa sana haimfungi kutenda dhambi. Muamini anaweza kwa kuamua ama kwa bahati mbaya anaweza kutenda dhambi. Lakini Yohana anasema nawaandikia mambo haya ili kwamba msitende dhambi. Lakini kama imetokea muamini ametenda dhambi, kuna maelekezo Yohana anayatoa pia pale. Anasema hivi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi. Neno muombezi pale linabeba idea ya parakletos. Tunaye muombezi kwa Baba, na anamtaja muombezi yule, anasema Yesu Kristo mwenye haki. Tunaye muombezi kwa Baba kwa maana ya parakletos, ambaye ni Yesu Kristo mwenye haki. Kwa Yesu Kristo ni msaidizi wa waamini, anawasaidia waamini, ni daraja la kuwaunganisha waamini na Mungu. Yesu Kristo amewapa waamini ushindi dhidi ya dhambi. Anawasaidia waamini kumjua Mungu, na anawasaidia waamini kumsogelea Mungu. Lakini anapoondoka anasema ninawapa msaidizi mwingine. Kwa anapotumia neno mwingine, neno allos, mwingine wa namna ile ile, maana yake anachokizungumza Yesu ni nini? Ni kwamba nitawapa atakaye kuwa kwenu vile nilivyokuwa mimi kwenu. Ndicho anachokizungumza hapa. Nitawaletea atakayeifanya kazi yangu ile ile, ataiendeleza. Ni kwamba tu mimi nimeletwa duniani kwa muda kitambo, sawa? Yesu Kristo alikuja duniani kwa muda kitambo. Angekaa duniani physically kama mtu anayeonekana kwa muda kitambo tu, miaka angalau 33 hapo. Akaifanya kazi ya Mungu kwa miaka angalau 3 hapo, kwa muda kitambo tu. Lakini anapoondoka anamwacha Roho Mtakatifu ambaye anaiendeleza kazi yake ndani ya waamini. Na ndio maana katika maelezo mengine mahali pengine kwenye sura ya 16 nadhani kitabu cha Yohana, Yesu akasema huyo atanitukuza mimi, kwa sababu atayatoa yote niliyo nayo na atawapasha ninyi habari. Manake Roho Mtakatifu ni mwendelezo wa kazi ya Yesu Kristo kwa muamini. Kwa mtu yeyote mwenye Roho Mtakatifu tutaona akiheshimu sana ubwana wa Yesu Kristo kuliko kujichukulia yeye umaarufu kuliko Yesu Kristo. Mnanielewa vizuri? Unataka kupima kiwango cha Roho Mtakatifu ulichonacho katika huduma na utumishi, na hasa kwenye matokeo makubwa, ni rahisi sana. Hebu angalia, baada ya mambo makubwa kutokea kwa sababu ya hiyo nguvu ulionayo, huwa unazidirect sifa wapi? Utukufu wapi? Unaudirect wapi? Kama unaudirect kwa Yesu Kristo,
Hiyo ndio kazi hasa ya Roho Mtakatifu. Atakutumia wewe na mimi kumtukuza Yesu Kristo. Kwa chochote ninachokifanya kitamtukuza na kumfunua zaidi Yesu Kristo. Lakini kama kila ninachokifanya kinanifunua na kunitukuza mimi zaidi, kuna mahali sijaelewa mpango mzuri wa Mungu kumleta Yesu Kristo na hasa Roho Mtakatifu baadaye, ili kuweza kumfunua Yesu Kristo katika uendelevu wake. Kwa watu wa Mungu, msaidizi wa kwanza ni Yesu Kristo, msaidizi mwingine ni Roho Mtakatifu. Na hii inazungumza ukweli kwamba Roho Mtakatifu anashare sifa, mamlaka na kila jambo ambalo Yesu Kristo analo. Katika utatu, wala usijaribiwe hata siku moja kudhani Mungu Baba anaanza juu, Mungu Mwana anakaa chini, Mungu Roho Mtakatifu ni chini yao wote. Yaani kama Mungu Roho Mtakatifu ni mdogo wa Yesu. Usijaribu kudhani hivi. Wote ni Mungu, wana sifa zile zile za ukamilifu wa Mungu, na ni kitu ambacho nitakifundisha wakati mwingine. Lakini naomba sasa kwenye ile Yohana 14 ni kuoneshe mambo matatu ya msingi nikiwa namalizia pale. Anasema nami nitamuomba Baba. Hilo ni jambo la kwanza. Yesu Kristo anasema nitamuomba Baba naye atawapa ninyi Roho Mtakatifu. Nataka uione picha ya utatu mtakatifu wa Mungu hapa. Yesu akiwa duniani anasema nitamuomba Mungu Baba, halafu huyu Mungu Baba atawapa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio taswira ya utatu. Nafsi tatu za Mungu ambazo ni umoja usioweza kutenganishwa, lakini zinaweza zikafanya kazi na kila moja ikaonekana katika nafasi yake kwenye kazi inayofanya. Kwa anayemtoa Roho Mtakatifu ni Mungu Baba. Anayeomba Roho Mtakatifu aje duniani ni Yesu Kristo. Kwa leo muamini hana haja ya kuomba Mungu mtume Roho wako, Mungu mtume Roho wako. Hayo maombi aliyaomba Yesu Kristo, na Roho tayari yupo juu ya kanisa lake. Roho tayari yupo juu yetu. Sisi kazi yetu ni kufungua mioyo yetu na kumruhusu afanye kile ambacho Mungu amekusudia afanye na sisi. Kwa jambo la kwanza, nataka ufahamu kwamba anayemtoa Roho Mtakatifu ni Mungu Baba. Anayemuomba Roho Mtakatifu kwa ajili yetu ni Yesu Kristo. Mungu na atubariki sana. Jambo la pili. Utaona anasema nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Hayo maneno ni ya msingi. Ili akae nanyi hata milele. Maana yake jambo la pili, Roho Mtakatifu anakuwa na makazi ya kudumu ndani ya muamini. Tuliangalia vizuri katika Agano la Kale namna ambavyo Roho alikuwa anatembea, namna ambavyo Roho alikuwa na hudumu, na tuliona kwamba Roho Mtakatifu alikuwepo katika Agano la Kale. Yes, alikuwepo kabisa akifanya mambo yote makuu, lakini Roho Mtakatifu hakuwa na makao ya kudumu ndani ya watu. Roho alikuwa anakaa tu juu ya watu fulani, kama wafalme, kama manabii, kama makuhani na watu ambao wameitwa kwa makusudi fulani maalum. Anakaa kwa kipindi tu cha lile kusudi. Baada ya lile kusudi Roho anaondoka, hayupo tena pale. Lakini kwenye Agano Jipya Yesu Kristo anasema nitamuomba Baba atawapa Parakletos, msaidizi mwingine. Parakletos alos, msaidizi mwingine ambaye atakuwa na nyie. Hebu ona maneno, ili akae nanyi hata milele. Akae nanyi. Kwa makao ya Roho Mtakatifu ni pamoja na waamini hata milele. Makao ya Roho Mtakatifu ni pamoja na waamini hata milele. Ananisaidia akiwa pamoja nami. Na hii nilizungumza vizuri nilipokuwa nawafundisha, je, Roho Mtakatifu anaweza kumwacha muamini? Nikasema no, hawezi, kwa sababu makao yake ni ya milele ndani ya muamini. Kwa jambo la pili nataka ulione pale ni kwamba Roho huwa na makao ya milele, makao ya kudumu ndani ya muamini. Jambo la tatu kwenye haya maandiko. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu sio wazo. Roho Mtakatifu sio wazo wala sio nadharia. Utaona maandiko yanazungumza pale anaposema akae nanyi hata milele, anasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kudhihirisha kwamba Roho Mtakatifu sio wazo wala sio idea tu fulani. Maandiko yanaweka wazi kwamba sio kila mtu anaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Usije ukajaribiwa hata siku moja kudhani kwamba watu wasioamini wana Roho Mtakatifu. Hapana, kama hajaokoka hana Roho Mtakatifu.
haijalishi ana display hekima ya namna gani katika mashauri au katika maongozi. Maongozi ya kibinadamu yanaweza kufundishwa na mtu anaweza kujifunza. Hekima ya kibinadamu, as a matter of fact, Paulo anaandika kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2, anatofautisha, anasema iko hekima ya wanadamu wanaotawala ulimwengu huu. Ni hekima ya namna ya juu sana, lakini sio hekima ambayo Roho anatufundisha sisi. Kwa mwanadamu wa kawaida ambaye hajaokoka anaweza kuwa na hekima, isikufanye hekima yake ukadhani kwamba ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani yake. Roho hukaa ndani tu ya wale waliookoka. Ndani tu ya wale waliookoka. Roho kaa ndani yao. Kwa anasema hivi, ni roho ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kama kuna watu wanaweza kumpokea na wengine hawawezi kumpokea, maana yake yeye sio tu wazo ambalo likipita kila mmoja anaweza akalikamata. Sio wazo. Yeye anajua uelekeo wake, aende kwa kina nani na asiende kwa kina nani. Yeye anajua uelekeo wake. Yeye anajua wapi ana makao ya kudumu na wapi hana makao ya kudumu. Kwa anasema hivi, ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni. Alafu anasema wala haumtambui. Sasa anatumia baadaye neno letu pendwa, anasema bali ninyi mnamtambua. Jambo la kwanza. Jambo la pili, anasema mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa anasema bali ninyi mnamtambua, mnaweza kumpokea na hata mnamuona vile vile. Kwa kama wewe ni muamini na hujawahi kumuona Roho Mtakatifu, haujawahi kumuelewa Roho Mtakatifu, hata mambo yakitokea hauwezi kujua kwamba huyu ni Roho Mtakatifu ametokea na amefanya hapa, maana yake kuna vitu lazima tuviweke sawa kuhusu wewe. Na ndio sehemu ya mwisho wa somo letu hapa. Nitakufundisha namna ya kumtambua na kumpa nafasi Roho Mtakatifu. Lakini kabla ya hapo, angalia kile kipande cha mwisho pale. Anasema sitawaacha ninyi yatima. Neno la msingi anamalizia naja kwenu. Mind you, huyu ni Yesu ndo anasema nitamuomba Baba atawapa msaidizi mwingine. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Huu ujio ambao anauzungumzia naja kwenu sio ule ujio wa pili katika siku ya mwisho. No, ni ujio katika Roho Mtakatifu. Wangapi wameelewa hiyo statement? Turudi pale kwenye maandiko. Na nina komandi akili yako katika jina la Yesu Kristo ipatikane kwenye hayo maandiko uyaelewe. Anasema nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala umtambui, bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Baada ya kuyaongea hayo, Yesu anamalizia anasema hivi, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Na ninasema hivi, hii naja kwenu sio naja kwenu siku ya mwisho, no, ni naja kwenu Roho anapokuja na mimi nakuja. Ndio maana hichi ambacho Yesu anakiongea. Kwa Yesu yupo pamoja nasi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hajatuacha. Hata kwenye ile agizo kuu kwenye Mathayo sura 28 akasema hivyo, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa nyakati. Ni vile tu method of operation ndio imechange. Sasa hivi nina operate kutokea ndani yenu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nyakati za wanafunzi wangu nilikuwa na operate physically nikiwa nao. Kwa utaona kiwango cha imani ambacho wale jamaa mitume walikihitaji sio kikubwa sana. Okay, sina lengo la kusema kwamba hawakuhitaji imani. Nasema sio kikubwa sana kama imani ambayo wewe unayo sasa hivi. Kwa sababu wewe unashirikiana na usiyeweza kumuona physically. Wale jamaa mpaka ilifikia point wakaanza kudeka. Hivi unajua kuna wakati ambao wanafunzi wa Yohana nadhani ni Mafarisayo walimuuliza Yesu, mbona wanafunzi wako hawafungi kama wanafunzi wa Yohana wanavyofunga? Unajua Yesu aliwajibuje? Wangapi tunakumbuka Yesu aliwajibuje? Akasema watafungaje wakati niko pamoja nao? Saa inakuja nikiondoka watafunga hao. Ndio Yesu alivyosema. Kwa kuna namna fulani hata wakati mwingine pepo limekuja pale, wale jamaa wameshindwa kulitoa pepo. Yesu alipokuja akawaambia wanafunzi wake, enyi wenye imani haba, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Manake mengi ya mambo ambayo walikuwa wanayafanya walikuwa wanautegemea ule uwepo physically wa Yesu Kristo. Lakini leo Yesu hayuko physically, ila yuko spiritually ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, na hajatuacha yatima. Ndio anachokizungumza hapo. Sitawaacha ninyi yatima. Kwa hiyo kumbe maisha ya muamini bila Roho Mtakatifu ni maisha ya uyatima wa kiroho.
ni maisha ya uyatima wa kiroho, ni maisha ya upweke. Muamini anaanza kuwa mpweke kama anapuuza kazi ya Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ni msaidizi wa karibu na yeye. Sasa sehemu yangu ya mwisho, Roho anakamilishaje wajibu wake kwa muamini? Roho kama mtetezi anakamilishaje wajibu wake kwa muamini? Anawezaje kumtetea muamini? Roho anatutetea kwa namna gani? Hii ni ajabu sana watu wa Mungu. Roho anatutetea kwa namna gani? Kwanza, Roho anakamilisha wajibu wake wa utetezi kama msaidizi kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu. Elewa vizuri, hata Roho anaposimama mahali pa utetezi, hazungumzi hisia zake wala hazungumzi hisia zako. Kwa kweli ninamuomba Mungu anipe neema ya kuwajenga watu wa Mungu ambao watakuwa aggressive enough, watakuwa wenye nguvu na wenye vurugu kiasi cha kutosha cha kuelewa kwamba Roho hayumbishwi na hisia zao. Roho hayumbishwi na kutia kwako huruma. Roho hatekelezi matakwa yako. Roho anatekeleza matakwa ya Mungu katika neno lake. Kwa hiyo unatakiwa kureplace kutiatia huruma na neno la Mungu ndani yako, kwa sababu Roho anaposimama mahali pa utetezi analitetea neno na nini neno limesema kuhusu wewe. Watu wa Mungu tunaelewa, sio? Tunaelewa vizuri. Yaani wewe unaweza kuwa unapitia shida fulani, unapitia hali fulani isiyofaa. Kwa kweli sio tu machozi yako ndio nayo move Roho Mtakatifu aende mbele za Mungu na kufanya kwa haraka. Ni kiwango cha ufunuo wa neno la Mungu ulichonacho katika hali hiyo unayopitia. Ndicho ambacho Roho anakifanyia kazi na kuleta utetezi. Roho sio kweli kwamba huwa anatokea nyakati, baba amenionea tunalia, baba ukachukua hela, baba ukaninyang'anya viatu. No, sio. Huwa atokei nyakati hizo kuitikia tu hisia zetu ambazo hazina msingi kwenye neno. Tena mara nyingine wote inapokuja kwa habari ya mahitaji yetu binafsi, tunakuwa tuna hisia ambazo ni very deep. Lakini kwa mambo ya Mungu hatuna kabisa hisia, hatuna hisia. Nitakufundisha kitu kizuri hapa. Wengi tunapata uzito sana kuomba kwa ajili ya vitu visivyotuhusu. Kuombea kanisa, kuombea taifa, kwa kweli ni mara chache utakutana na mtu amekuja kanisani, amelala analia, amefunga, unamuuliza mtumishi wa Mungu vipi? Anasema naliombea kanisa. Moja kati ya 10. Lakini kwa mahitaji binafsi hakuna atakayekwambia ulie. Hakuna atakayekwambia maanisha. Hakuna atakayekwambia inua mikono omba. Hakuna. Wewe mwenyewe tu utajikuta ni kama hii sauti Mungu haisikii, kwanza nisindikize na mikono. Ni kama hii mikono pia haitoshi, kwanza nipige na magoti ili Mungu aone jinsi. Ni kama hata kupiga magoti nimejiinua mbele za Mungu, naomba nilale. Hata ukilala unasema hapana, mbona bado naonekana? Pengine Mungu aniona nimesimama, natamani nipotee. Yaani nisiwepo. Hisia zinaenda ndani sana, na huwa tunafanya kosa la kudhani kwa kadiri ninavyoguswa kihisia na kulia juu ya tatizo langu ndivyo Roho anavyonisaidia. Hapana, hayumbishwi na hisia. Huliangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa mwanangu, lia sana, lia tena, ongeza na sauti, alika na wengine mlie pamoja. Tafuta huruma za watu wote, waambie wewe una shida. Mimi jana nimekula ugali na limao. Wewe piga story zako zote. Roho Mtakatifu hatendi kwa msingi wa hisia zako, ni kwa msingi wa uelewa wa ufunuo wa neno la Mungu ulioubeba. Hapo ndipo mahali ambapo yeye anasimama mahali pa kukutetea, kwa sababu kazi yake ni kulisema neno ndani yako. Vita ambayo inaonyesha mfano wa kile Roho anakifanya ni ile kati ya Yesu na Shetani kwa habari ya maandiko. Shetani anakoti maandiko, Yesu pia anakoti maandiko. And mind you, maandiko yanasema alipelekwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Kwa hiyo tunafahamu kwamba yote aliyokuwa anayasema na akiendelea ni utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yake. Sawa? Na utaona Roho ili kuweza kupinga kile ambacho adui anakisema, alikuwa anatafuta neno kwenye store ya neno ya Yesu Kristo, anampiga nalo adui. Anatafuta nini watu wa Mungu? Neno. Sasa wewe endelea kulia. Acha kusoma neno. Sema hata Biblia siwezi kusoma hivi jamani. Yaani kodi inanisumbua. Mpaka nashinda kumalizia neno linanisumbua. Inakusuhu? Sawa. Endelea kulia. Achana na neno, endelea kulia.
utaona kama atafanya chochote. Kwa anatutetea tuwapo mahali pa neno. Jambo la pili, Roho Mtakatifu hufanya huduma hii ya utetezi na kutupa maelekezo na faraja na kila kitu kupitia maelekezo ya watumishi wa Mungu. Kupitia maelekezo au mafundisho ya watumishi wa Mungu. Na sambamba na hilo, jambo la tatu, Roho hufanya hayo tuwapo katika kusanyiko la waamini. Ndio sababu ya kwa nini hupaswi kupuuza kusanyiko la waamini, kwa sababu kazi nyingi za Roho Mtakatifu ambazo wewe unadhani huwa anazifanya ukiwa usingizini, ama unadhani huwa anazifanya katika namna fulani ya kimiujiza hivyo unashangaa tu yametokea, nyingi ya kazi hizo huzifanya ukiwa katika kusanyiko la waamini. Kama tena hapa nielezee vizuri, huwa tunafanya kosa kubwa sana la kuja kwenye kusanyiko la waamini kama wageni. Watu wa Mungu mnielewe vizuri. Wewe sio mgeni tena hapa kanisani. Umeshakuja mara 2, mara 3, mara 4. Tena mara ya kwanza tu. Kwa sababu nyumbani mwa baba yako wewe utakiwa uwe free kabisa hapa. Sasa mara nyingi tunakuja kanisani kwa ile mentality ya kwamba sisi ni kama wageni hivi, unajua kanisa lao kuna namna wanalifanya, wanaliendesha kanisa lao, na wengi wamepishana na Roho Mtakatifu kwa sababu hawakuja kushiriki. Walikuja kama wageni ili tu wahudumiwe na kuondoka. Roho Mtakatifu katika anatumia mikono ya watu wengine kukuhudumia kama atakavyotumia mikono yako kuwahudumia wengine. Ukijiweka mahali pa mgeni na sio mahali pa mshiriki, unamlimit Roho Mtakatifu kufanya kazi ya utetezi kwa watu wengine. Unamlimit. Ukija tu kama mtu uliyetembelea, watu wanasifu, wanaabudu, wewe umekaa ni kama sisi ndio tunakuabudu wewe na tunakusifu wewe. Jinsi ulivyokaa ni umetulia yani. Muda maombi wewe tu yani umetulia, hauombi, umekaa hauombi wala nini. Yani mpaka mawazo yanakupitia unaondoka kabisa kwenye mchezo. Yani mpaka umesahau kwamba tunaomba. Sasa sahau kuona utendaji wa Roho Mtakatifu kupitia wewe na hata juu yako katika mazingira ya namna hiyo. Nafundisha point moja ya mwisho hapa niweze kumaliza. Nawezaje kumpa nafasi Roho Mtakatifu katika maisha yangu? Nawezaje kumpa nafasi Roho Mtakatifu katika maisha yangu? Kwa sababu tumeona identity yake yeye kama msaidizi. Anayafanya yote haya. Sawa, yote haya anayafanya. Lakini mimi nawezaje kufungulia utendaji wake kibinafsi kwenye maisha yangu? Ziko points nyingi ningezielezea, lakini kati ya hizo naomba leo nikufundishe tu moja alafu nimalize hapa. Point moja, nawezaje kumpa Roho Mtakatifu au Mungu au Yesu Kristo nafasi kwenye maisha yangu hata nimuone akidhihirika, utendaji wake usiwe nadharia? Naweza kufanya hivyo kwa kuzuia sauti zote zilizokaa mahali pake. Narudia, naweza kumpa nafasi zaidi Roho Mtakatifu kwa kuzuia ama kuziondosha ndani yangu sauti zote ambazo zimekaa mahali pake. Sauti zote ambazo zimekaa mahali pake. Nifundishe hiki kitu vizuri. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana katika kukusaidia kwenye hili jambo. Wewe tu ndio hujawa mwaminifu kiasi cha kutosha kupokea msaada wake. Na Bwana akusaidie leo upokee msaada wake. Namalizia hapa. Rafiki yangu mmoja alitoa huu ushuhuda na niliupenda sana. Tulienda mahali fulani kuhudumu. So akautoa huu ushuhuda. Ni rafiki yangu wa muda mrefu tangu shuleni. Na nikapata jambo la kujifunza, na ndio ile ambayo na share na wewe hapa katika jina la Yesu Kristo. Yeye rafiki yangu alisema hivi, ni mwinjilisti. Amewahi kuja hapa wakati fulani, anaitwa Sadwell. Wangapi tunamkumbuka Sadwell? Si kama tunamkumbuka. Nilikuwa nimesafiri nienda Dodoma nadhani. Dodoma au ilikuwa wapi? Akaja akahudumu hapa. Ni mwinjilisti mzuri sana. Alikuja akahudumu kabla hatujawa hivi, lakini alitoa ushuhuda. Kwa hiyo ni ushuhuda rafiki yangu. Akasema hivi, wakati fulani alikuwa na msukumo na mzigo mzito sana wa kuona Roho Mtakatifu anamtumia kuona shida za wengine. Yaani kwamba kwa sababu yeye alikuwa anafanya uinjilisti wa mikoani huko ndani, akienda mahali kufanya huduma, akikuangalia tu hivi anaweza akajua yote unayopitia. Ndio ilikuwa shauku yake hiyo, ilikuwa shauku yake kwamba kama watu huko duniani anaweza akakuangalia akasema una tatizo 1 2 3 4 5, akajisemea ndani ya moyo wake kwamba hii pia Roho anaweza akaifanya kwetu. Kimsingi ndio kazi yake. Kwa huyu mtu wa Mungu akaingia kwenye maombi
karibia mwaka mzima anaiombea hiyo kitu. Bwana, nipe uwezo wa kuwahudumia watu wako. Yaani kwamba nikisimama pale madhabahuni pap, nikipitisha macho hivi pap, naona shida za wote, naona mambo ya wote, naona kila kitu kipo wazi. Na najua usingependa kuchukua na mchungaji namna hiyo, kwa sababu jana unajua ulipokuwepo eti na utania mbona ulikuwa pazuri tu, ulikuwa pazuri waneti angalia sasa, angalia. Anasema aliomba yale maombi kwa mwaka karibia mzima, na hakuwahi kuona ikitokea. Ila siku moja akiwa kanisani, anasema ibada ilipokuwa inaisha, akamsikia Roho anamwambia, toa hiyo fedha ulionayo, kampe mama fulani pale, ana uhitaji na fedha. Sawa? Ana uhitaji na fedha. Na yule mtumishi wa Mungu alikuwa na shilingi 13,000 mfukoni. 13,000 kama 500 hivi. Kwa maana yake akitoa 10,000 kwa yule mama, kwa sababu Roho alimpa hadi maelekezo specific atoe kiasi gani. Akitoa 10,000 kwa yule mama, anabakiwa na shilingi ngapi? 3,500. Ambayo yeye isingeweza kumtosha kwa wiki nzima, isingeweza kumtosha. Kwa hiyo anasema nikakaza nisisikilize ile sauti. Ibada imeisha, mimi ndio nikawa wa kwanza kutoka kanisani, mbele kabisa, nimetangulia mbele, sitaki hata kumwangalia yule mama, mbele kabisa. Fika mpaka kituoni. Anasema kwa kadiri ninavyokaribia kituoni, nilikuwa na experience uchungu usio wa kawaida kwenye roho yangu. Kila nikipiga hatua kukaribia kituoni, nasikia uchungu usio wa kawaida. Anasema sielewi kilitokea nini, lakini nikajikuta tu nimegeuka kwa nguvu sana, nikaenda mpaka kanisani, nikakuta yule mama anasalimiana na watu wawili watatu. Nilichokifanya nikamshika mkono, nikasema mama, Bwana Yesu asifiwe, nikamshikisha ile 10,000 pale. Anasema kilichofuata, yule mama alilia mno. Akamvuta pembeni, akasema, mwanangu, asante kwa kunifaa. Hapo kanisa lao lilikuwa lipo Buguruni. Akasema, hapa nina watoto 3. Nilikuwa ninapanga kwenda Kiwalani kwa mguu. Yaani kwamba nitoke hapa chache hapa Bungoni pale, nitafute Kiwalani hatua kwa hatua. Kwa kweli Bwana amekutumia. Sawa watu wa Mungu, tafuta kitu kizuri. Siku nyingine akiwa katika hayo maombi, akiwa anaenda kwenye huduma mahali fulani kuwatembelea wahudumu wenzake, akiwa kwenye gari, Roho Mtakatifu alikuwa na nia ya kununua kiatu. So Roho Mtakatifu akamwambia, utakaponunua kiatu, pea moja mpelekee yule mtumishi wa Mungu ambaye anaenda kumtembelea kule. Kwa hiyo akashuka mahali pa kununua viatu, zile American boots zinaitwa, vijana tunavijua vile viatu, na akachukua pea 2. Pea moja ilikuwa kubwa kuliko nyingine na ilikuwa nzuri kuliko nyingine pia. Sawa? Na alipochukua vile viatu, ile sauti ikamwambia tena kwamba kati ya viatu hivi utampa hiki hapa mwenzako. Na ile sauti ikamchagulia kiatu kilicho kizuri kuliko kile ambacho yeye hakuwa amekikubali. Ikasema hiki kizuri utampa yule. Anasema nikajikuta nimempigia simu yule ndugu yangu, nikamwambia, "Oh brother, nina viatu viwili hapa, pea 2 hapa." Anasema sijui kilitokea nini kwenye ulimi wangu, nikajikuta nimemwambia, "Basi utachagua pea moja." Yaani anasema lengo langu ni kwamba nimwambie kile ninachotaka kumpa ambacho sicho kile Roho alichosema nimpe. Lakini katika mazungumzo nikajikuta nimemwambia, "Nakuletea, utachagua kimoja wapo." Sasa anakata simu, ndo anakumbuka, nimemwambia atachagua. Vipi kama akichagua hichi ninachokubali? Kwa hiyo akabadilisha maombi. Ameshavuka mtihani wa kwanza wa kumpa vile viatu ile ndugu. Mtihani wa pili anamuomba Mungu, naomba asichague kile ninachokipenda. Naomba asichague kile kabisa. Na kwa bahati nzuri anaposhuka tu yule ndugu akaenda akakikumbatia kile ambacho mtumishi wa Mungu alikipenda sana. Akamwambia, "Asante, hichi kitanifaa, ni kizuri hichi." Anasema ilinisumbua sana moyoni. Mpaka nilipokaa katika utulivu, ndio Roho akaniambia, "Unakumbuka uliwahi kuniomba uwezo wa kuyaona mahitaji ya watu wengine?" Ndio akili zinarudi. Niliwahi kuomba hichi kitu kweli. Yeye alidhani anapoomba hilo ombi, Roho atakuwa analifanya kwenye namna ambayo yeye anataka, kwenye ibada ile ambayo inaleta utukufu. Mtumishi anaona, mtumishi anaona mwanangu, yani anaona. Roho hakuifanya ile kwenye ibada.
akaitoa ile akaifanya nje ya ibada, tena kwenye eneo la fedha. Nielewe vizuri, tena kwenye eneo la nini? La fedha. Wengi tumekuwa tukistruggle kumsikia Roho akisema na sisi, kuviona viwango vya utendaji wake. Sio kwamba Roho haongei, Roho anaongea, lakini kwa bahati mbaya anaongea lugha usiyoipenda. Sauti yake wewe hauipendi. Wewe kuna sauti unaipenda wewe tunakujua vizuri. Wewe kuna sauti unaipenda kuliko ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe umejiweka mahali pa kusubiri aongee sauti ambayo itakuacha umejisikia vizuri, ni kama kuna kautukufu umejengewa. Huyu jamaa ana mafuta. Huyu jamaa ana mafuta. Yaani akuangalia tu anasema shida zako zote. Lakini Roho anakutoa, anakuweka kwenye mzigo wa kusaidia mahitaji ya uchumi ya kanisa, mzigo wa kusaidia mahitaji ya uchumi ya watu wengine, mzigo wa kuwa msaada kwa watu wanaokuzunguka. Na kuna point unasema mbona sijawahi kumsikia Roho akisema na mimi? Lakini kuna msukumo unao ndani unakwambia fanya moja pale kanisani, fanya mbili pale kanisani, fanya tatu, na hautaki kuutiwa msukumo kwa sababu unaongea lugha usiyoipenda. Nimesema ili umsikie Roho Mtakatifu, jifunze kunyamazisha sauti zinazoongea mahali ambapo yeye inabidi aongelee. Kwa kweli ningekuwa na muda ningefundisha sauti nyingi sana ambazo zinaongea ndani ya muamini. Lakini moja ya sauti kubwa inayoongea sana ndani ya mtu ni fedha. People of God, fedha inaongea. Fedha ina sauti. Wewe haukubali kwa sababu umeshamaliza mshahara wewe. Ukipata mshahara wewe ndio utajua kwamba fedha inaongea. Utajua ni fedha ina maelekezo. Fedha inakupa maelekezo kwamba wewe ndio mtu akula kuku hapa kibandani. Kuku kibandani kati KFC kule kwa ajili yako. Twende KFC. Hao kuku kibandani kwanza wanaumiza tumbo. Sawa? Wanaleta hapa kukereketa hapa na kereketa hapa. Usile kuku kibandani. Fedha inatoa maelekezo. Sasa ukiweza kureplace sauti ya fedha ukamweka Roho mahali ambapo fedha inaongea, utamsikia Roho akiongea sana. Kwa sababu tatizo la waamini wengi sio kwamba Roho haongei, ni matatizo mawili. Kwanza, anaongea vitu tusivyovipenda, cha kwanza. Lakini tatizo la pili ni kwamba tumeweka sauti nyingi mahali ambapo ilibidi yeye aongee peke yake. Sasa nini Roho hufanya ili kuhakikisha kwamba anaongea na wewe unamsikia? Moja kati ya vitu Roho anavifanya mahali penye sauti nyingi, atakusaidia kukupa msukumo wa kutoa zile sauti zingine mahali penye sauti yake. Kwa mfano, kwa habari ya fedha, ukiona Roho anakusukuma zaidi katika utoaji, ni kwa sababu anataka awe ndio sauti pekee inayosikika ndani ya moyo wako. Sio kama mnanielewa ninachokizungumza. Roho ili aupate moyo wako, huwa anataka apate ridhaa yako kwa vitu ambavyo moyo wako unavithamini. Sawa watu wa Mungu Usipompa ridhaa Roho Mtakatifu kwa vitu ambavyo moyo wako unavithamini, hawezi akaupata moyo wako. Na kwa sababu hiyo hauwezi ukaexperience maongozi yake kutokea humo ndani, kwa sababu umemnyima jukwaa analotumia kuzungumzia ambalo ni moyo wako. Maandiko yanaweka kanuni fulani nzuri kwamba ilipo hazina ya mtu, ndio moyo wa mtu huwa hapo vile vile. Ilipo hazina ya mtu, mahali palipo na kile unachokithamini na kukipenda sana, ndio totality ya moyo wako, ujumla ya moyo wako uko hapo. Sasa Roho Mtakatifu akiupata moyo wako kwa njia ya kupata hazina zako, amekupata wewe. Narudia, anapokuongoza kwenye kumsaidia yule, kwenye kufanya hiki, kwenye kutoa hapa na pale, anataka utumie fedha zako kwa ajili yake, ili ile kanuni itimie kwamba ilipo hazina yangu ndio moyo wangu ulipo. Huwa patana kiroho na kimahusiano na watu ambao wamekula vitu vyetu. Hiyo si nimeongea kikawaida, imeeleweka? Tunaambatana kiroho, tunaambatana kimahusiano na watu ambao wamekula vitu vyetu na sisi tumekula vitu vyao. Ndio maana hii nitakuja kufundisha siku nyingine. Wewe kama kijana, wewe kama binti, kuwa makini sana na huo mdomo wako. Sio kila mtu twende dina. Kadri ambavyo unafunua kinywa chako kuhamu kila kitu cha kila mtu hamu, kuna maunganiko unayatengeneza ambayo baadaye utashindwa kukataa vitu fulani atakavyokuambia. Hii ni kanuni ya kawaida kabisa. Sasa wewe nikunulie karanga, lete. Nikulie mayai, lete. Nikulie juisi, lete. Kila kitu lete.
kuna maunganiko fulani unayatengeneza ambayo yatakupa shida baadaye. Sasa Roho anafahamu kile ambacho moyo wako unakithamini, huwa yeye anakichukua kwanza kiwe kwa ajili yake, ili aweze kuupata moyo wako. Haujawahi kujiuliza viko vitu vingi sana vya thamani duniani, kwa nini sehemu kubwa ya sadaka ni fedha? Kwa sababu mioyo yetu inathamini sana fedha. Na ili Mungu ajihakikishie na nafasi pekee ndani ya mioyo yetu, anataka tujifunze kumtolea tunavyovithamini, hasa hizo fedha. Tukijifunza kumtolea, anajihakikishia kwamba anayo nafasi ya pekee ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo ili Roho aweze kukusaidia vizuri, anauhitaji moyo wako. Kile ambacho nakithamini na huwa kinazungumza zaidi kuliko yeye, kiweke pembeni ili yeye aweze kuzungumza ndani yako, katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Simama mahali ulipo mtu wa Mungu, naomba praise team kwa dakika chache tuweze kusogea hapa mbele. Jambo kubwa ambalo nataka nikuongoze leo, tukamwombe Mungu tunapomalizia ibada yetu baada ya kuyaona yote haya. Natamani tukaombe juu ya ombi hili specific, maalum sana. Kila mmoja wetu anayo case fulani au analo jambo fulani ambalo ndani ya moyo wake amekuwa akijisemea kwamba nikimpata mtu wa kunisemea hapa, au nikimpata mtu wa kunishika mkono na kunisaidia hapa, mimi tayari nimetoka. Kila mmoja wetu anayo hiyo kitu eti, nikimpata mtu ambaye atanitafutia ile kazi, nikimpata mtu ambaye ataniwekea mazingira haya, mimi tayari maisha yangu yamebadilika. Taarifa njema iliyopo leo mbele za Bwana ni kwamba Roho Mtakatifu ndiye huyo mtu kwa ajili yako. Kwa kabla ya kuanza kutafuta watu wengine wote pembeni, hebu anza kujenga mahusiano na Roho Mtakatifu. Ana kitu cha kukifanya kikubwa cha maana zaidi ya kile ambacho connections za kawaida za watu zingefanya na wewe. Kwa ninaomba kwa dakika chache sasa tukamtambue Roho Mtakatifu kama yule mtu tunayemhitaji mahali pa usaidizi. Na tunamtambuaje? Kwa kuanza kumshukuru. Anza kumshukuru, sema Roho asante kwa kuwa msaada kwangu. Roho asante kwa kuwa kimbilio langu. Anza kumshukuru Mungu kwa maneno hayo mazuri. Nasema asante Bwana kwa sababu ya vile ambavyo umemwachilia Roho Mtakatifu kwa ajili yangu, ili aweze kunisaidia, ili aweze kunijenga, ili aweze kuniinua, ili aweze kuwa msaada wangu wa karibu, ili aweze kuwa kimbilio langu, msaada upatikanao nyakati zote za uhitaji na mahitaji yangu. Nasema asante kwa neema ambayo Bwana umeiachilia juu yangu, kwamba ninao uwezo wa kusikia sauti yake kwa njia ya neno, kwamba ninao uwezo wa kusikia maelekezo yake, kwamba ninao uwezo wa kusikia maagizo yake, kwamba ninao uwezo wa kusikia kweli yake, kwamba ninao uwezo wa kusikia kila ambacho anakiongea kuhusu mimi. Nasema asante jemedari wa vita kwa kumuinua mtumishi wako asubuhi ya leo kuzungumza nasi kweli hii ya muhimu. Nami Bwana ninayapokea yote ambayo Roho Bwana ameandaliwa kuweza kuyaachilia kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Mahali popote ambapo ningehitaji mtu wa kunisemea, mahali popote ambapo ningehitaji mtu wa kunishika mkono, mahali popote ambapo ningehitaji mtu wa kutangulia mbele yangu, Roho Bwana ukatangulie mahali hapo katika jina la Yesu. Nikusikia unaomba hilo ombi sasa. Mahali popote ambapo ungehitaji mtu wa kukusemea, Roho Bwana akatangulie mahali hapo kukusemea. Roho Bwana akatangulie mahali hapo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nisikie kanisa likimuita Mungu kwa ajili ya hilo. Ijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili.
mikono yako sasa. Zaidi, 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 zaidi ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake nami, nijue sasa mahali ulipo. Mfalme, ninakubariki kwa ajili ya watu wako ambao baada ya kuwafundisha sasa nasimama katika ofisi ya kuhani nikiwabariki katika jina lenye uweza la Yesu Kristo, kwamba Bwana, ukweli ambao tumejifunza kwa habari ya Roho wako kwamba yeye ni msaada, ni mtu kwa niaba yetu, ukadhihirike katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamekuwa na uhitaji wa mtu wa kuwasemea mahali fulani, mtu wa kuzungumza kwa niaba yao mahali fulani, Bwana umewainulia Roho Mtakatifu na ukamtangulize Roho mbele yao ili aweze kusema kwa niaba yao, ili aweze kupatanisha kwa niaba yao, ili aweze kusema na kuongea kwa niaba yao katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Nami nawaombea sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo kwamba mambo yote ambayo wameyasikia na kuyapokea mahali hapa ni ya kweli na yanadumu na yatadhihirika katika maisha yao katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Kila aliyepokea na kumwamini Bwana amshangilie na kusema amen. Haleluya. Tukamtolee Bwana, na tutakapotoa matoleo utanivumilia kwa dakika chache na matangazo mawili muhimu ambayo natamani uwepo kuyasikiliza kabla hujaondoka. Kwa dakika chache tu nitatangaza haya. Chukua matoleo yako sasa. Kama una sadaka ya shukrani, kama una fungu la 10, kama una sadaka yoyote maalum, chukua. Na nitaomba kwa habari ya sadaka ya ujenzi, tutakuwa tunatoa mara moja kwa wiki. So leo tutatoa sadaka tu ya kawaida katika vyombo vyote. Next week tutatoa sadaka ya ujenzi. Kwa hiyo leo sadaka ya kawaida katika vyombo vyote. Naomba chukua matoleo yako. Kama una fungu la 10 ama umetoa fungu la 10 hivi karibuni na tupata nafasi ya kuomba, sogea hapa mbele tuweze kuomba kwa pamoja. Lakini chukua matoleo yako sasa tukamtolee Bwana katika jina la Yesu. Mfalme, tunasema asante kwa ajili ya matoleo ambayo umetupa. Ni sehemu ndogo kati ya yale mengi ambayo Bwana umetupa. Nasi tunaonyesha mikono yetu kukutolea. Wabariki watu hao wanapoenda kukutolea. Na Bwana, matoleo haya yakafanye kazi iliyokusudiwa katika ufalme wako na nyumba yako. Katika jina la Yesu Kristo tunakutolea kwa ujasiri katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na kila mmoja amshangilie Bwana na kusema amen. Mungu abariki sana praise team karibu kwa kutuongoza. Tutaanza kutoa matoleo wako maisha yangu
Mfalme, mshangilie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sasa nikupe nafasi